Mungu anamwambia Yeremia, unaona nini? Yeremia anasema, naona vikapu viwili, na hivyo vikapu kimoja kina tini safi, tena safi sana, ambazo zinastahili kuliwa. Kikapu cha pili kina tini mbovu, tena mbovu sana, ambazo hata hazistahili kuliwa. Halafu Mungu akaja akafafanua habari ya tini, akaitoa kwenye matunda akaileta kwa wanadamu. Yani alitoa tini kwenye matunda akasema tini nzuri ni wanadamu wanaofanya mapenzi ya Mungu. Hao ambao watapokea kitu ambacho mimi nimewapatia ndio ambao mimi Mungu nitawatazama, nitawajenga, nitawakuza, nitamimina baraka zangu juu yao. Lakini habari ya tini mbovu akasema ni watu ambao maneno ya Mungu aliye hai wanayasikia na kuyatambua na kuyajua, lakini hawaishi maneno hao ya Mungu. Haleluya. Na huko wakiwa wanajua maneno ya Mungu kwao ndio baraka, ndio uzima, ndio haki, na wakisema katika hayo Mungu atawajenga imara, wala majaribu juu yao hayataweza kuangusha. Yesu anasema hivi, nyumba itakayojengwa na mchanga na maji tu, isiyokuwa na matili ya kutosha, itakuja gharika, itaipiga ile nyumba, na ile nyumba anguko lake litakuwa ni kubwa. Lakini nyumba iliyojengwa kwenye msingi na mwamba imara, hata ikija gharika itasukuma, lakini ile nyumba haitaweza kuanguka. Mtu anayefanya mapenzi ya Mungu aliye hai anafananishwa na nyumba iliyojengwa kwenye mwamba imara. Anafananishwa na tini, kikapu ambacho kina tini zilizo bora, zilizo safi, ambazo zinastahili kuliwa na wanadamu na kuwapa afya na kuongeza kwa nguvu kubwa ya kumjua Mungu aliye hai. Mungu anasema atachukua moyo wake aweke ndani hao ambao wana tini zilizo bora, ili wao kazi yao ni kumwamini na kumjua Mungu na kumtegemea. Lakini anasema kwamba hawa ambao sio tini bora, inamaanisha kwamba hata wajenga, inamaanisha kwamba kila ambacho watakijenga wao Mungu atakibomoa. Sasa hapa hakuna vikapu vya tini, hakuna vikapu vya maembe. Mungu anafananisha wanadamu na tini, lakini hakusema wanadamu chukueni tini, mle tini zilizo bora. Katika hizo tini bora mimi nitashuka niweke moyo wangu ndani hizo tini ili ninyi mnijue. Hapana. Tini ya Mungu, chakula cha Mungu ni neno la Mungu aliye hai. Hiyo ndio tini iliyo imara, ambayo Mungu akiweka ndani yako amekujenga, hata nguvu za kuzimu hazitaweza kukuangusha. Sisi tunatengeneza keki za sherehe fulani kwa ajili ya kufurahia tu, lakini hapa Mungu anasema hivi, hizi tini ni matunda tu. Akaleta kwamba natamani kwamba neno langu iwe tini bora, tena nzuri sana, inayostahili watu kuila, na wakisha iwape uzima. Macho yangu yawe juu yao. Kwa macho ya Mungu hawezi kuwa juu ya mtu kama mtu hana neno la Mungu, haishi kwa neno la Mungu. Macho ya Mungu hawezi kuwa juu ya huyo mtu. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu aende kwa Baba pasipo kwa mimi. Yani mtu hawezi kwenda mbinguni kwa kula keki, haiwezekani. Mtu hawezi kupona magonjwa kwa kula keki, haiwezekani. Au neno la Mungu nasema kwamba tuwe na, mtumishi wa Mungu amepita asubuhi akasema tuwe na maarifa. Tusipigwe kila siku, tusiibiwe kila siku. Kwa nini tunaibiwa ovyo? Hapa hatupokei keki wala tini ambazo ni matunda. Hapa tunapokea neno la Mungu, ambapo neno nikiwa nalo uso wa Bwana utakuwa juu, na Mungu atakujenga, Mungu atakupanda wala hata kung'oa, atakuzidishia, ataondoa upanga, ataondoa tauni.